Karibu sana mdogo wangu. Asante sana dadangu. Na nimekaribia. Lakini mbona ujio wako wa ghafla hivi? Imenistusha sana simu yako. Kuna shida gani nyumbani? Mama yetu ni mgonjwa sana na ameniambia nije Dar es Salaam kutafuta maisha. Na katika kuangalia kwake nifikie kwa ndugu gani ndo akakupointi wewe. Ndio maana nimekupigia ghafla, lakini huko nyumbani anaumwa sana na hana msaada wowote. Kwa hiyo mimi natakiwa nipambane ili niweze kupata kazi ambayo nitakuwa namtumia pesa mama aweze kutibiwa. Mdogo wangu, maisha ya mjini ni magumu sana. Nyinyi mloko kijijini mnaona labda watu wa mjini wanaenjoy sana, wanafurahia maisha, lakini maisha ni magumu. Yana ugumu gani sasa? Una TV kubwa, una friji, umekamilika kila kitu, una masofa makubwa ambayo hata kijijini hakuna mtu yote ambaye anamiliki. Unawezaje kusema una maisha magumu dada? Mdogo wangu, umaridadi uficha umaskini. Na unafahamu ya kuwa mimi naishi na shemeji yako. Ndiyo, naelewa kama unaishi na shemeji yangu. Kwani kuna tatizo? Hakuna tatizo, lakini napaswa nikamshirikishe na yeye. Sawa, mimi niko juti moyo wangu kupenda. Mwambie shemeji yake nachojuta kila mie nikipenda donopoachwa. Aliyesema chagua kwa macho na ikapata chagua. Ameshatupa funguo yupo ngambo, ameshavunja upendo. Labda si riziki mapenzi ndo maana ananitesa. Si apati mapenzi kila mie napopenda. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Akili na wazo mapenzi, moyo unagoma, sitakurudia. I'm good. Kuna jambo nataka nikwambie. Niambie mke wangu. Ile usijisikie vibaya. Come on. Asa kitakachonikasirisha nini kwako mke wangu? Na unajua kabisa kwamba wewe ndio furaha yangu. Ndio maana nakupenda mume wangu. Kuna ndugu yangu katoka kijijini. Alinipigia simu asubuhi. Simu yake ilikuwa ni ya ghafla sana. Na sikuweza kutaarifu mapema. Na hivyo ninavyoongea hapa iko sebuleni. Yaani kwa hiyo huyo mdogo wako yuko hapo sebuleni sasa hivi? Okay. Lakini mke wangu, kwa nini unafanya vitu pasipo kufikiria? Unafahamu kabisa kwamba mimi sihitaji mtu yoyote katika hii nyumba. Sawa? Nahitaji kuishi mimi na wewe tu. Sawa? Maisha yangu ni mimi na wewe. Sihitaji mtu yoyote yule aingie katika hii nyumba. Asa inakuaje tu unaniambia kwamba eti mdogo wangu ana matatizo amekuja. Alafu hujaniambia, hujanishirikisha, unakuja kuniambia mtu ameshaka hapo sebuleni. Maana yake ni nini? Kwa maana unanidharau. Lakini amenipigia simu yake ilikuwa ni ya ghafla. Nilishindwa kutaarifu, nimesahau tu. Naomba unisamehe kwa hilo. Nikusamehe kitu gani sasa? Yaani nikusamehe nini wakati ushafanya? Nikusamehe nini? Nyumbani kuna matatizo. Ndio maana alipaswa aje huku nimtafutie kazi. Akishapata kazi, atapanga chumba chake, ataenda kuishi huko. Mdogo wako anakaa muda gani? Bado yupo sana. Lakini ningekuomba tu mume wangu angalau aishi tu hapa kwa muda. Akishapata shughuli ya kufanya, ataondoka. Mke wangu nisikilize. Sawa? Mimi nahitaji uhuru. Sawa? Na unanijua kabisa. Nahitaji uhuru sebuleni, nahitaji uhuru jikoni,
nahitaji uhuru chumbani. Mimi muda wote mimi nataka niichape tu. Asa ukiniletea tena wageni wengine ambao wananikosesha mimi uhuru, inakuwa ina maana yoyote. Sawa? Mimi nakupatia siku hizi. Umwambie ndugu yako aondoke. Kama uwezi, nitamwambia mimi mwenyewe aondoke. Lakini baby, usifanye hivyo. Utakuwa umenikosea sana. Sikiza nikwambie. Mimi ndio mwanaume katika hii nyumba. Sawa? Na mimi ndio kichwa katika hii nyumba. Nitakachokiamua chochote kile, hakuna mtu ambaye anaweza kakipinga kile. Kwa unapaswa unisikilize ninachokizungumza. Mdogo wako hataki kukaa hapa ndani, ataondoka. Iliandoa ndizi mbili na wasalimisha ya mapenzi yameambatana na usaliti. Unamkabidhi moyo mwisho wake. Shikamoo shemeji. Shikamoo shemeji. Mbona hizo shikamoo zimekuwa nyingi sana? Hebu sikilize. Hebu naomba niambie hapo upo kama nani? Na umekuja kufanya nini hapa? Kwani dada hajakwambia mimi ni nani? Kwa mimi ni mpumbavu sana mpaka nianze kukuuliza wewe. Sina akili au? Na kuuliza upo hapa kama nani? Na umekuja kufanya nini? Hapana. Naweza kujitambulisha? Hebu ongea, unanipotezea muda wewe. Jina langu mimi naitwa Maresa. Sisi ni wazaliwa wa Nzega. Huyu mke wako naishi naye. Mimi ni dada yangu. Anaanza yeye, mimi nafuatia. Ni hivyo tu. Nimekuja hapa mjini kutafuta kazi kwa sababu mama kule kijijini anaumwa sana na akaniambia nije hapa kwa dada ili aweze kunisaidia nipate kazi, niweze kumsaidia kijijini. Kwa hiyo uliambiwa kwamba hapa kuna shirika la kutoa msaada wa kazi, si ndio? Au kwani huko hamna ndugu wengine ambao unaweza ukaenda kuomba msaada? Kwa nini kwangu? Kwa nini kwangu? Asa naomba unisikilize kwa makini. Sawa? Naomba unisikilize tena, nipe masikio yako kwa makini sana. Nakupa siku 2 za kukaa hapa ndani. Siku hizi 2 au siku 1. Naomba tafute sehemu ya kwenda. Sikutaki nyumbani kwangu. Nadhani mimi na wewe shemeji ni mara ya kwanza kuonana. Sasa najaribu kufikiria ni kosa gani ambalo nishikukukosea. Sirioni, na kama kuna kosa nilikukosea basi naomba unisamehe kwa sababu naomba usinitie dhambi. Sawa, hiyo misamaha yako nimeichoka. Sawa? Hiyo misamaha kaombe kanisani, sio nyumbani kwangu. Nadhani umenielewa. Ndani ya siku 2 nakupa. Akili na wazo mapenzi, moyo unagoma, sitaki kurudia enzi. Nipeni mbinu ya kuacha nisialili tena. Nipeni mbinu ya kuacha hivi. Ni maisha gani unaishi na mume wako? Tunaishi vizuri tu. Kwani kuna tatizo? Hapana tatizo, lakini kuna vitu tunaona kila kitu kipo sawa. Ila nilijaribu kuongea na shemeji kuhusu kazi. Akaniambia atanitafutia, lakini taratibu. Nikaona niongee na wewe. Lakini vipi? Kazi yako uliacha? Ndio niliacha. Ila kwa sasa na biashara zangu binafsi. Sasa
kama una biashara na mimi, si ingekuwa ni vizuri zaidi ukaniajiri ili pesa ikawa inazunguka kwenye familia yako? Wazo lako sio baya ndugu wangu, ila nahuzunika kwa sababu mimi sina maamuzi yote kuhusu ajira. Mwenye maamuzi yote ni shemeji yako. Huyo ndo nimempa mamlaka yote ya kampuni. Kwa hiyo kuhusu swala la kukuajiri, nitajaribu kuzungumza naye. Sawa, ongea na shemeji basi, kama akielewa mimi niwe mfanyakazi wako ili pesa iweze kuzunguka humu kwenye familia. Nitajaribu kuzungumza naye. Ondoa shaka kuhusu hilo. Basi sawa, lakini kama kuna changamoto yoyote ni heri ukaniambia mapema ili tukajua tunafanyaje. Basi dada, nisikuchose sana, weka endelea na ratiba yako ya kupika. Sawa, nikupikie makange leo. Wewe pika chochote tu. Na wasalimisha ya mapenzi yameambatana na usaliti. Unamkabidhi moyo, mwisho wake Shemeji, shikamoo. Alafu nishakukataza mimi kunisalimia, umeshasikia? Afu kama ikiwezekana, naomba usio naita shemeji yako. Unaweza kuwa na shemeji kama mimi? Asa wewe usineshi na dada yangu. Wewe ni shemeji yangu. Sasa kwa nini unataka nikuite shemeji? Kwa hiyo kuishi na dada yako kwamba wewe ni nani labda mimi nikiishi na dada yako? Basi sawa. Naomba unisamehe kwa kukuita shemeji. Sitakuita tena. Amnisikilize. Hivi unajua thamani ya hilo kochi hapo? Hapana, sijui. Asa kama hujui thamani ya hilo kochi, kinachokufanya mpaka unalala kwenye hilo kochi, unanisaidia hela kununua wewe? Kuna pesa yote ambayo unaweza kunisaidia mimi wewe? Una nini wewe maskini wewe? Nisikilize. Naomba utoke hapo, afu naomba upasafishe hapo, alafu kanitengee maji ya kuoga. Yaani nikakuwekea maji ya kuoga? Hujanisikia au unataka nikurudie tena mara ya pili? Lakini si una mke? Wewe, nimekuambia hivi, wewe si ndio umekuja hapa ndani? Kazi za humu ndani utazifanya wewe, sio mke wangu. Kanitengee maji ya kuoga. Sawa. Chenze. Unakuja tu kwenye nyumba za watu mnazidandia, mnajua nyumba za watu tumewekeza vipi katika nyumba zetu? Mbavu. Yasikieni mapenzi, msiombea wakumbe nyinyi, yanauma mapenzi. Aka hayana jemedari, mwanajeshi wala polisi, yakiamua mapenzi yanakutoa machozi. Kiko wapi kitanzi? Kuna muda naza labda nijitoe wai dote enjoy. Akili nawaza mapenzi, moyo unagoma, sitaki kurudia enzi. Nipeni mbinu ya kuacha nisialili tena. Nipeni mbinu ya kuacha kulia mkiachwa hamli. Nipeni mbinu ya kuacha kulia. Nipeni mbinu ya kuacha kulia sialili tena.
Vipi mpenzi wangu? Poa tu, vipi? Safi, mbona imekuwa ghafla sana mpaka umenishtua ujue? Nimekuita hapa kuna jambo nataka tuzungumze. Ni muda mrefu sana nimeachana na wewe. Na mara mwisho nimeongea na wewe kuhusu swala la mke wako pale nyumbani. Nilikwambia ukamtoe pale nyumbani. Na makubaliano yetu hayakuwa hivyo, nicheleweshie jibu mpaka leo hii. Mpenzi wangu, hivi unajua kwamba sio kazi rahisi kama unavyofikiria wewe. Sawa? Usione kama mimi nipo katika hii gari nzuri, nipo katika nyumba nzuri. Yule mwanamke ana akili nyingi sana. Sawa? Kwa hiyo inatakiwa uvumilie, inatakiwa uvumilivu wako ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Nakupenda. Usione kama nimekusahau. Sawa? Bado natafuta njia nzuri ya kuja kuishi na wewe. Wewe anachokushinda yule nini? Wewe ni mwanaume, una sauti, ukiongea na kusikiliza. Baby, inabidi uvumilie. Sawa? Yaani ni sasa tumemla ng'ombe mzima, amebaki mkia tu. Kwa nataka huo mkia tumwachie nani? Yaani si tumtafune ng'ombe mzima afu tubakishe mkia? Lazima ule mwanamke atatoka katika ile nyumba. Lakini kunahitajika uvumilivu wa hali ya juu. Kwa nataka kunivumilia mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana. Na bado ndoto zangu zote naweza kuja kuishi na wewe. Sio yule mwanamke mimi simpendi. Na unajua kabisa kwamba mimi na yeye tumeagana kabisa kwamba mimi niko pale kimaslahi zaidi. Nipo pale kwa ajili ya zile mahali, sio kitu kingine. Kwa hiyo tulia mpenzi wangu. Sasa nitaendelea kuvumilia mpaka lini? Nimechoka, ndio maana nimekuita hapa leo tuzungumze mara ya mwisho. Nakupromise. Haiwezi kuchukua muda mrefu sana. Lazima tuje kuishi pamoja. Na ahadi zote ambazo nimekuahidi nitakwenda kuzitimiza. Kwa naomba uwe mvumilivu. Alafu pia naomba unitumie message, usio unanipigia. Sawa, nakuamini sana lakini unanivunja moyo. Naumia. Maisha ya mapenzi yamejaa majaribu. Wanasema upendo ni zawadi, lakini maana pia njia ya ndoa na kiburi unawasaliti. Unaweka imani, mwisho wake ni majuto. Unatoa moyo, wanakupa kifua na kiburi unawasaliti. Master Keys. Mbona leo tamu sana? Umenipa kitu ambacho hata mimi najiuliza kwa nini siku zote hujanipa hicho kitu. Baby bana. Hapana. Enjoy. Yaani kiukweli yani hapa nilipo natamani kila muda tu nichape tu. Yaani kila muda tu najisikia tu hapa nilipo yani. Baby. Niambie mama. Nakuomba kitu hiki kimoja tu. Nilikuwa naomba hivi. Si unajua sasa hivi tuko na Maresa hapa nyumbani. Ningeomba umpe kazi kule ofisini. Kwa hiyo zile siku mbili ambazo nimezitoa kumbe zilikuwa ni siku mbili za kutaka kumwajiri ofisini. Kwa hiyo bado nashindwa kuelewa kauli yangu ambayo nimeizungumza. Basi kama vipi nikuachie ofisi yako? Hapana baby. No, kama mimi sina mamlaka yote katika ofisi yako, nikuachie ofisi yako ukae nayo. Ni madam mweke ndugu yako pale. Lakini baby, ukipenda Boga penda na walake. Unajua jinsi gani ninavyokupenda wewe. Na familia yako pia naidumia mimi. Wewe kwa nini upende ndugu zangu? Hilo Boga, hilo ua ni wewe. Wewe kwangu ni Boga, wewe kwangu ni ua. Sawa? Simhitaji mtu yoyote yule. Ni mimi na wewe tu. Sitaki ndugu yako yoyote. Mwanzo tulikuwa tunaenjoy sana. Tulikuwa tunaenjoy sebeni, tulikuwa tunaenjoy kila sehemu. Lakini sasa hivi tunakaa ndani muda wote. Alafu mimi nimekuoa wewe. Na sijaoa kwa wewe mzima. Mimi nimekuoa wewe tu. Sawa? Kwa usimhitaji ndugu yako hapa ndani. Naomba ndugu yako aondoke. Sioni kwa na furaha sana. Lakini umekatisha furaha yangu.
basi baki wewe na furaha basi. Unataka nikuache ulale hapa? Sitaki kelele. Kama vipi, nenda kalale na ndugu yako kule sebuleni. Kama unataka kulala hapa naomba utulie na sitaki unishike. Nimeshamaliza. Nipeni mbinu ya kuacha kusialili tena. Nipeni mbinu ya kuacha kulia mkiachwa hamli. Nipeni mbinu ya kuacha kulia. Nipeni mbinu ya kuacha kulia. Dada, hivi uliweza kuongea na shemeji kuhusu mimi kupata kazi ofisini kwako? Nimezungumza naye. Vipi? Kazi nimepata? Ndugu yangu, sijui hata nizungumzeje. Kuna mambo yananitatiza sana na nashindwa jinsi ya kuyatatua. Mambo gani tena hayo dada? Nimejaribu kuongea na shemeji yako, akaniambia sasa hivi hamna nafasi. Kama kumejaa dada wala usijali. Nitapata kazi sehemu nyingine. Hapana. Bado naendelea kukuulizia kwa watu wengine. Usijali, upo hapa mjini. Wewe ni jukumu langu na wewe ni damu yangu. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Najua umechoka sana. Leo nataka nikupikie. Basi sawa. Unanipikia nini? Nakupikia ndizi nyama. Usisahau ile pilipili unaidumkiza mle. Dada sijali. Akili na wazo mapenzi moyo nago. Kiukweli sasa hivi mimi nashukuru Mungu kwa sababu naishi vizuri. Umeona kama unavyoniona, nabadilisha tu magari. Haya ndo maisha ambayo nilikuwa nayaota kila siku kwenye ndoto zangu, na ndo maisha ambayo nilikuwa nataka siku zote nije kuyaishi ya maisha. Unajua nini? Yaani maisha unayoishi yananipa uthamani sana. Naheshimika sana mtaani mwanangu. Lazima uheshimike wewe ndugu yangu. Yaani maisha nayoishi mimi inabidi na wewe uishi. Unaelewa? Sasa hivi mimi nashika funguo kakaangu. Na mwanamke ambaye ana pesa. Yaani cha kufanya tu ni kitu kimoja. Cha mimi kupambana yule mwanamke nimtoe pale. Nihakikishe nachukua kila kitu ambacho ni cha kwake. Hicho ndio kitu ambacho mimi kinachoniumiza akili kabisa. Lakini pia ndugu yangu, kuna kauzibe kidogo hapa kamejitokeza. Kauzibe gani tena? Yule mwanamke akamleta ndugu yake pale ndani. Yaani nahisi kabisa yule ndugu yake alometa pale itakuwa ni changamoto sana na atanifilisha mimi kwenye kazi zangu. Nisikie nikwambie. Mimi yule dogo, kwanza ana miaka mingapi? Ni mkubwa, anajitambua kabisa, anajua baya na zuri. Nasikia yule mwanamke anakupenda sana. Na kama anakupenda pia ana uwezo wa kukusikiliza. Sasa cha msingi, yule dogo mfukuze. Sio jambo rahisi uje kama unavyofikiria. Bwana wewe, sikiliza nikwambie. Mimi nakujua vizuri, wewe ni jembe. No. Na kama ikishindikana, unampoteza baba. Afu unajua sometimes una kitu ujue wewe. Unajua kuna muda una kitu wewe ujue. Basi hiyo kazi mimi nakuachia wewe. Mimi nakwambia hivi, kitu nitakachokifanya utafurahi sana. Asio. Sasa ndugu yangu, siwezi kuacha kazi. Huko sina kazi. Lazima nifanye kazi nikipata kazi. Hiyo ni chuma. Mwanangu, bila hii chuma hii. Tayari sana. Sialilie tena.
Karibia madam. Shikamoo. Marahaba. Natumai madam mzima wapi? Sawa madam. Nimekuja hapa kueleza ujumbe mmoja tu. Kuna vitu vingi vinaendelea pale ofisini. Maana boss Charles kashaanza kuhamisha pesa za akaunti na kuhamisha kwenye akaunti yake binafsi. Anahamisha pesa? Kutoka kwenye akaunti ipi? Ya ofisi au? Ndio. Sidhani kama unalifahamu hili. Silifahamu. Na nashukuru kwa kuja kunijuza. Nitalifanyia kazi. Sawa madam, ifanyie kazi. Maana inapoelekea akaunti itapungua sana. Nimekuelewa. Kesho nitakuja usiku. Sawa madam. Mimi ngoja nikuache nikaendelee na majukumu yangu mengine. Sawa. Nipende mbegu ya kuacha kulia. Nipende mbegu ya kuacha kulia. Siadilie tena. Asante za siku. Salama tu. Nikasema nije nikutembelee rafiki yangu. Nakumbuka nilikuomba pesa kidogo ukasema nisubirie. Nakumbuka uliniazima kiasi cha fedha. Lakini kwa sasa mambo yangu sio mazuri. Maana mume wangu ndio msimamizi wa kila kitu kwa sasa. Hivyo basi hata kazini siendi. Yaani nimekuwa kama mama wa nyumbani. Amenikataza kwenda kazini. Lakini kuhusu hilo ondoa shaka. Nadhani wiki ijayo nitaanza kutoka. Nikianza kutoka humu ndani nitakupatia. Maana unaonekana mnyonge sana. Yaani hata sura yako unavyoongea unaonekana kweli una matatizo. Ila usijali, matatizo tumeombewa binadamu. Okay, sawa. Lakini naomba nisaidie rafiki yangu. Kwa sasa na matatizo. Okay, ondoa shaka kuhusu hilo. Na ufike salama ndako. Mkiachwa hamni. Nipende mbegu ya kuacha kulia. Nipende mbegu ya kuacha kulia. Siadilie tena. Mchongo? Mchongo gani tena unataka kufanya na mimi? Unajua shemeji yako ana tabia mbaya sana. Mimi ndo rafiki yake ninayejua mambo yake kuliko mtu yoyote. Unavyosema sio mtu mzuri na kwa sikuelewi. Sio mtu mzuri kivipi? Yule bwana ana tamaa ya mali kwa dada yako wewe. Na hana yale mapenzi ya dhati kabisa. Yaani nikiwa namaanisha ufuate kile ninachokwambia. Najua wewe umetoka kijijini, umekuja mjini na una matamanio pia ya kupata pesa. Sijui unanielewa? Yaani ninachotaka mali za dada wawe zigendi wanje, zigendi wawe, nikiwa nina maana mali za dada yako zije kwangu na wewe upate cha kwako pia. Halafu kingine nikwambie, yule shemeji yako ana mpango mbaya sana na wewe. Mimi naona toka umekuja hapa sikuelewi nini unamaanisha. Hauna mada zingine za kuongea? Sawa. Kama huwezi kunielewa kwa sasa, nitakuelesha wakati mwingine. Ila kaa chini utafakari kijana. Maisha unayoyaishi hapa. Mimi sioni kama kuna haja hata ya kuongelea tena hayo mambo.
kama ni wewe limekuleta unaweza kuondoka. Siadilie tena. Yasikieni mapenzi. Unapenda sana kukaa kwa nyumba za watu. Unamaanisha nini shemeji? Alafu laiti kama ungejua kwamba mimi sipendi uniite shemeji. Hivi unaweza kuwa na shemeji kama mimi? Shemeji kivipi yani? Alafu nimekupa siku 2 za kukaa hapa ndani. Mpaka sasa sijaona mwafaka wote wa wewe kuondoka hapa ndani. Kwa sasa hivi mimi natafuta kazi. Nikipata kazi basi nitaondoka hapa. Kwa uliambia ndio sema kusubiria kazi au? Si wewe ukahangaika huko ukatafute kazi. Lazima ukae hapa ndani. Lazima ukae hapa ndani na kuuliza. Yaani ungejua jinsi ambavyo sikupendi wewe. Hivyo unajua sikupendi? Haki ya Mungu sikupendi. Yaani unanifilisha vitu vyangu vingi sana. Na utaondoka hapa ndani. Sasa niondoke niende wapi? Hapa mjini kwenyewe sina mwenyeji yoyote. Yaani nikisema naondoka hapa, uko nje naenda tu kuzailika. Sio mbaya wote labda ambao niliyokufanyia kwenye maisha yako ya kufikia tu ya kunichukia kiasi hiki. Yaani kama ulivyokuja ndivyo utakavyoondoka. Yaani kama ulivyoingia katika ule mlango ndivyo utakavyotokea katika ule mlango. Sawa, mimi namsubiria dada akija hapo. Namsubiria dada? Namsubiria dada? Subiri hapa nikuonyeshe sasa kama unamsubiria dada yako. Mimi nadhani unijui kama mimi niko serious. Chukua mzigo. Sawa. Mlango ambao umeingilia ndio mlango ambao unatokea. Sawa? Naomba utoke. Toka! Maskini mkubwa. Yasikieni mapenzi. Msiombe wakome nyinyi. Siujuti moyo wangu kupenda. Sio mbaya. Mimi nadhani unijui kama mimi niko serious. Chukua mzigo wako. Sawa? Mlango ambao umeingilia ndio mlango ambao unatokea. Sawa? Naomba utoke. Toka! Chosha. Maskini mkubwa wewe. Hi babe. Hi. You okay? Yeah, okay. Niko ndani. Narudi sasa hivi. Hivi unaweza kuniambia mdogo wangu yuko wapi? Mdogo wako huyo hapa huyo. Kwani umeone hapa au? Kwa mdogo wangu kageuka mto, si ndio? Hivi uko serious? Wewe ndio uko serious. Huwezi kutoka huko unapotoka unakuja kuniulizia kuhusu mdogo wako.
Kwa mdogo wako mimi natembea naye, si ndio? Wewe mdogo wako natembea naye? Basi natembea naye, njoo nichukue hapa mfukoni. Lazima nikuulize kwa sababu nimemwacha hapa nyumbani. Na unajua kabisa hana ndugu yote zaidi ya mimi hapa mjini. Sikia. Kama mdogo wako amepotea, nenda kamtangaze msikitini, kanisani na kwenye vituo ambavyo vinalelea watoto yatima. Huwezi kuniambia tukumbeti mdogo wangu amepotea. Kwa mimi nikusaidie nini sasa? Wewe mwanaume una roho mbaya sana. Kwa kumbe mimi nina roho mbaya, si ndio? Ndio una roho mbaya. Nimekusaidia kwa kila kitu. Lakini wewe upendi ndugu zangu. Mimi napenda ndugu zako. Kwa nini wewe upendi ndugu zangu wewe? Basa. Nikuache basi ufurahi wewe. Kwa sababu unapenda sana kupoteza amani yangu. Sawa? Furahi wewe. Kaa, angalia TV, enjoy wewe basi. Wachaz! Chazi! Mikono miwili lakini moyo umepasuka. Maisha ya mapenzi yamejaa majaribu. Wanasema upendo ni zawadi, lakini maana pia njia ya ndoa na kiburi na wasaliti. Unaweka imani, mwisho wake ni majuto. Unatoa moyo, unakupa kifuri. Njia ya ndoa na kiburi na wasaliti. Kila hadi ni tani, ule upepo kifuma. Machungu ya jana yanaishi kama kifuri. Unajitahidi kwa nini, lakini nani wa kutegemea? Kila tabasamu lina kinyamu nyuma yake. Kila hapa wanageuka wanakimbia kisani. Usiku hauna jua, nyota za maumivu. Moyo umechoka kupasuka tena na tena. Ni vita, ni wingu wa waliosalitiwa. Samahani dadangu. Okay. Samahani, nimepotelewa na ndugu yangu. Ngoja nikuonyeshe picha. Hapana, sijamuona, lakini umeshatoa taarifa polisi? Ndio, nimetoa kila mahali, lakini mpaka sasa hivi nazunguka tu sijamuona. Polisi. Basi naomba namba yako ujibipe, ukimwona unipigie simu. Ndio namba yangu. Okay. Hivi unaitwa nani? Naitwa Mama. Sijui mwenzangu tu. Mimi naitwa Priscilla. Sawa Priscilla. Pole sana. Sawa rafiki yangu. Tutawasiliana. Uko sawa kweli? Niko sawa. Hapana. Unasema uko sawa wakati mimi naona kabisa uko sawa. Una tatizo gani? Kweli kakaangu na matatizo. Na mdogo wangu amepotea. Na sijui yuko wapi. Nimezunguka sana sijampata. Nilitoka nyumbani nikamwacha. Sikujua kwamba ameelekea wapi. Na hana ndugu yote hapa Dar es Salaam. Isitoshe mimi ndo dada yake, ndio ndugu yake. Hana ndugu yote hapa mjini zaidi ya mimi. Ni mdogo wangu wa pekee. Asipopatikana, familia itanilaumu sana kakaangu. Pole sana. Unasema ni ndugu yako na ameondoka nyumbani na kwenye harakati za kutafuta. Hivi shaulizia mali yoyote hivi
Nimeulizia kila sehemu. Sijamwona. Samahani lakini kama nitakuwa nakuingilia katika familia yako. Pale ambapo wewe unapoishi. Nani mwingine ambaye unaishi naye? Naishi na mume wangu. Naishi na mume wako. Kati ya mume wako na mdogo wako, unajua kuna kitu chochote kati yao? Hamna chochote, tunaishi kwa amani sana. Ila usijali. Mimi nadhani wewe ungepata muda kupumzika. Kwa sababu hata wewe ndio unanitafuta. Na imani ni mzima. Wewe muda huu upo unahangaika. Jambo zako ameweza kupatikana. Anafurahi. Kwa mimi naona vitu vingine usipende sana kujichosha. Kuzingatia unatembea huko njiani uko na stress. Unaweza kukutana na vitu vingine vibaya. Kwa mimi naomba uweze kwenda kupumzika. Sawa. Pole sana. Pia naweza kukusaidia nyumbani kwako. Asante kwa ukarimu wako. Ila kwa sasa unaweza kuniacha tu hapa. Sawa. Haina shida. Kama mwenyewe unaweza ukawa umekaa hapo na ukapata afueni. Hiyo ni jambo zuri. Lakini unapaswa makini sana. Sawa. Mungu wangu. Nimekosea wapi mimi? Mbona naona kama dunia imenielemea? Nitaieleza nini familia yangu? Mdogo wangu mimi nitampata wapi? Nimemtafuta sehemu mbalimbali sijamuona. Nimechoka jamani. Mungu. Nione huruma mja wako. Sijui kama amekula mdogo wangu huko alipo. Wala sijui anaishije huko alipo. Si atokee hata mtu mwema amsaidie. Mungu wangu. Kiukweli hii dunia kuna watu wabaya sana. Kweli wanaweza kumtendea baya kwa mtu ambaye hajamtendea baya mwenzie. Kwa nini lakini Charles? Kwa nini umemfanyia yote mdogo wangu? Na hali ya kuwa unajua hana ndugu yote hapa mjini. Mimi ndo familia yake. Mimi ndo dada yake. Kwa nini umemfanyia hivyo mdogo wangu? Na ulaumu moyo wangu mimi kukujua wewe, kukupenda wewe, kukupa kila kitu wewe, haikuwa na familia yako na ijali mimi. Leo hii unamfanyia mdogo wangu ukatili. Ebu Mungu wangu, nakuomba Mungu wangu, simama na mdogo wangu popote alipo. Najua hii Dar es Salaam ina mambo ya hovyo sana. Ila na imani atakutana mdogo wangu na mtu mwema. Mungu nisaidie. Samahani brother. Mimi hapa nilipo niko na matatizo. Nilikuwa naomba unisaidie. Shida gani? Mimi nimekuja hapa Dar es Salaam. Nimefikia kwa dada yangu, lakini huyo dada yangu ana mume wake. Huyo mume wake amenifukuza na hapa nilipo sielewa hata naenda wapi. Hivyo nilikuwa naomba kama una njia yote ya kunisaidia uweze kunisaidia. Mimi naweza kukusaidia. Ila naogopa sana maana vijana wa mjini sasa hivi hamuaminiki. Naogopa sana kuibiwa ndani. Hapana, mimi wala siko hivyo. Mimi ni mtu mwaminifu sana. Hivyo nilikuwa naomba tu nisaidie. Vipi kuhusu Zamana? Maana tumekutana leo tu.
swala la zamana tu, kama kuna kitu kitapotea basi mimi nipo tayari kulipa. Kama kuna kitu kitavunjika basi mimi nipo tayari kufidia. Okay. Mimi naweza kukusaidia. Asante. Ndio huko. Siujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, donopoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, na ikapata chaguo. Ameshatupa funguo, yupo ng'ambo, ameshavunja upendo labda. Karibu sana. Jisikie upo nyumbani. Asante sana. Nimekaribia. Kama unavyojua, kila nyumba ina taratibu zake na sheria yake. Sijaelewa unazungumzia taratibu gani? Kufanya usafi, kuosha vyombo na mambo mengine. Kumbe ni kuosha vyombo tu. Mimi nikajua labda kazi ngumu. Kuosha vyombo na kupika mbona hiyo kawaida. Mimi nitapika. Wala usijali kabisa. Unajua sifahamu unapotokea. Kwa kesho nilikuwa nataka twende kwa mwenyekiti ili nikutambulishe vizuri. Maana lisije katokea lolote nikawa sina sehemu ya kujitetea. Sawa. Sasa kwa mwenyekiti haiwezi kuwa shida kwangu. Au sema sawa. Kwa mwenyekiti unataka uende kesho? Sawa, alina shida. Vipi umekula? Hapana sijala, lakini usijali. Acha basi nikakuchukulia chochote hicho. Wewe usijali, mimi naweza nikalala. Labda tuangalie kesho. Sawa, ngoja basi niweke mzigo. Yasikieni mapenzi, msiopewa kumbe nyinyi, yanauma mapenzi. Hayana jemedari, mwanajeshi wala polisi, yakiamua mapenzi yanakutoa machozi. Jay. Asante madam. Karibu kinywaji. Asante madam. Haya. Nakusikiliza. Leo ndo nimepata muda. Nimewahi kutoka ofisini. Nikaamua nipitie basi ni tulivu. Hii baa ni nzuri sana. Inaitwa KD Paradise. Ni baa nzuri sana. Wewe mwenyewe unaona mandhari yake ilivyo nzuri. Nzuri, nimeipenda. Huwa nikiwa na stress zangu napendaga kuja hapa kutulia. Maana pananipa furaha. Haya, niambie Jay. Ulikuwa na shida gani? Madam. Ni kweli nilikwambia ukiwa free nitafuta. Kwa sababu kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Mimi wazo wangu ni lile. Na nataka kwa lile ambalo nilikwambia siku za nyuma. Madam, unajua fika kwamba mimi nakupenda sana. Na nishakwambia hichi kitu sio mara moja. Zaidi ya mara moja. Mimi nakupenda sana na napenda wa kweli. Lakini wewe unakuwa mgumu sana wa kunielewa kwenye ile swala ambalo nakwambia. Sasa nimekuita hapa nikwambie kitu kimoja. Mimi najua wewe unazoea kunipenda mimi kisa kitu kimoja. Kwa sababu una mwanaume wako ambaye unampenda sana. Unamthamini, unamzingatia kwenye vitu vingi. Lakini wewe nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ukifahamu. Kuhusu mume wako. Wewe unampenda sana mume wako na ulifahamu hilo. Lakini mume wako hakupendi. Mume wako anaishi na wewe. Ana malengo yake ambayo anamfanya aishi na wewe. Wewe ni mwanamke mzuri ambaye una kila kitu. Una muonekano, una shape mzuri, una pesa, wewe ni tajiri mkubwa. Hamna sikufahamu kwa mtaani. Yule bwana wako anaishi na wewe kwa sababu ya kutaka kuchukua mali zako. Ana upendo wa kweli wote juu yako. Yaani hakuhitaji. Mimi nakwambia hivi sio najizunguzia mzigo kwa uje kwangu ama najipigia pasi mimi mwenyewe uje kwangu, hapana. Naongea haya kwa sababu sipendi kuharibikiwa. Kwa sababu wewe ni mwanamke ambaye nakupenda sana. Nakwambia ukweli ili ujue unachezaje na akili yako. Utabaki kumngania yule mwanaume ambaye hakupendi anataka mali zako, au angalia upande wa pili kwa mimi huyu kijana ananipenda, napaswa nimsikilize. Kwa hiyo akili kichwani mwako.
Chazi ya kupendi. Nataka mali zako tu. Mali? Hakuna kitu kingine chochote ambacho anakiwaza na upendo wa kweli. Mimi nakwambia kwa sababu na mapenzi na wewe. Nakupenda kiukweli ukweli. Nakupenda kutoka moyoni. Sio kama yule ambaye anatamani pesa zako. Mimi sina tamaa kabisa na pesa zako. Mimi nina upendo wa dhati juu yako. Mimi nachofahamu, mume wangu ananipenda sana. Na imekuwaje umeingilia mambo ya familia yangu? Mume wangu hajawahi kunichiti hata mara moja. Wala sijawahi kuona SMS kwenye simu yake kwamba ametafutwa na mwanamke yoyote. Kwa nini leo unaniambia hivyo? Na kama unanitaka, si unitake kwa upande wako. Lazima msigizie mume wangu kuwa ananichiti. Madam, mimi mpaka nakwambia maneno ninayotoka nayo 100%. Mimi nakufuatilia wewe na familia yako. Kwa sababu nina nia ya kuishi na wewe na mapenzi ya dhati juu yako. Najua itakuwa ngumu sana kuamini maneno ninayokuambia, lakini unapaswa wewe uyaamini. Na kama ukishindwa kuyaamini sasa hivi, mimi nitakupa approval. Nitakupa ushahidi ambao utaprove hichi ninachokiongea hapa sasa hivi. Mimi nataka ushahidi ambao utathibitisha kwamba Chazi ya kupendi anataka mali zako. Kwa hiyo ukihitaji by any means muda wowote mimi nakuletea ushahidi ujihakikishie mwenyewe. Sawa. Nimekuelewa. Hata hivyo leo siko sawa. Ndio maana nimetoka ofisini mapema. Kuna mambo yananifuruga ndio maana nimeamua kuja hapa kupata 2-3. Hivyo basi tutazidi kuwasiliana zaidi ili tujue kuna nini. It's okay. Cheers. Okay, cheers. Siujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mimi nikipenda, unapoachwa. Nimeitikia wito. Ndio, nilikutumia ujumbe ili uje hapa tuzungumze. Utaona kama na roho mbaya au sipendi kukusaidia, lakini hujui tu. Kama nilivyokuambia ile siku tulipokutana hapa, kwa mume wangu ameshikilia kila kitu. Na hata sasa hivi ninavyoongea hapa, hatuko sawa. Yaani hatuna amani. Alikuja mdogo wangu hapa kuishi, ametoka kijijini. Nilitoka nikamwacha mdogo wangu humu ndani. Nilivyorudi sikumkuta mdogo wangu. Na mume wangu jinsi alivyokuwa anaonyesha hampendi shemeji yake, akamfukuza mdogo wangu. Mpaka leo sijamuona mdogo wangu. Bado nahangaika kumtafuta. Piga simu zake hazipatikani. Inaniumiza sana. Alafu kuna kijana nimekutana naye anaitwa James. James ananiambia kwamba mume wangu ana mwanamke mwingine. Kwangu amefuata fedha tu. Kwa hiyo hivyo vitu vinaniumiza sana mama yangu. Pole sana shoga yangu kwa mkasa uliokukuta. Wanaume sasa hivi hawaaminiki. Kama hivyo umemwamini, umempa fedha zako na mali zako, umekabidhi yeye, ukamwachia na ofisi, akawa anafanya yeye, kakutendea kitu kama hicho. Usiwe na, yani ya wanaume sio waaminifu kwa sasa. Yani ni watu ambao wamebadilika sana. Yani nakuonea huruma sana shoga yangu. Pole. Haujui tu. Yani ni mwanaume ambaye nimemkuta katika mazingira ya ajabu sana. Nimemtoa kwenye dhiki. Nimesaidia familia yake, wazazi wake na hapa huduma mimi, tazanishia mimi ndio mtoto wao. Lakini hilo halioni. Yani nimechoka. Yote tisa anafanya ujinga na msameli. Yote tisa mdogo wangu kunifukuzia mdogo wangu huko. Sasa nilivyoona simu yako nikajua ndo unaniitia. Unaniitia kali kama mzigo tulikoongea. Basi nikakimbia nikaja haraka. Kumbe una matatizo. Usijali. Ndio nafuatilia nijue nafanyaje.
Sawa. Mimi sasa ngoja nikuache. Kuna shughuli naenda kuifanya hapa. Sawa. Charles, naona sasa hivi unataka uifilisi kampuni, si ndio? Asa kampuni mimi naifilisi vipi? Au kuna kitu gani ambacho mimi nimekifanya? Huelewi nini sasa? Mambo ya kampuni yanaingiliana vipi sasa hapa? Unaweza kuniambia hizo fedha unazohamisha kila siku zinaenda wapi? Au kuna biashara nyingine umeanzisha hujaniambia, hujanishirikisha? Labda mimi sijui. Mbona mimi hakuna hela yoyote ambayo mimi nimeitoa? Mimi ninachojua mimi hela inaingia kwenye kazi. Yaani nimekuja hapa kukuambia hivyo. Sio kwamba naongea na bwatuka. Nimefanya uchunguzi. Ndio maana nikakwambia. Hebu niambie hizo fedha unapeleka wapi? Au zinafanyia kitu gani? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naelewa kwamba umenichoka sana katika biashara zako. Kama unitaka usinitafutie sababu. Sawa? Wewe niambie tu, mimi naweza ngakuachia kazi yako. Sio lazima mimi kufanya kazi kwako. Unaelewa? Umenichoka, unanitafutia sababu kibao. Unaposema hivyo unakosea sana. Kwa sababu wewe ni mume wangu. Nimekupa majukumu makubwa sana. Lakini wewe unavyofanya ndivyo sivyo. Amekuja mdogo wangu kuishi humu ndani. Umemtimua kama mbwa. Mpaka leo sijui mdogo wangu uko wapi. Hivi mbona una roho mbaya sana? Mimi naelewa kama umeshanichoka. Sawa. Kwa mimi nitakuachia kazi yako. Nikuache sio? Naomba urudishe fedha za kampuni. Hapa naongea kama mkeo. Ila usiporudisha nitaongea kama bosi wako. Nimekuamini sana. Ulivyoniambia mke wangu, sasa hivi unatakiwa utulie hapa nyumbani, majukumu yote nasimamia mimi. Kumbe unataka kunipiga. Si ndio? Nakupa siku 2. Naomba fedha za kampuni ziwe zimesharudi. Sijui unanielewa? Sio mbaya. Kwa umeamua kuondoka bila kuniaga. Umenitoroka sio? Sana kuambiaje? Lazima utarudisha fedha za kampuni. Siujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali mwachie ujumbe wa sauti. Kwa macho na ikapata chaguo. Ameshatupa funguo, yupo ng'ambo. Ameshavunja upendo. Haipatikani kwa sasa. Si riziki mapenzi, ndo maana ananitesa. Si apati mapenzi kila mie napopenda. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Akili na wazo mapenzi. Halo? Vipi mdogo wangu? Kwema? Sio kwema. Bado sijampata mdogo wangu. Vipi wewe? Ufanikiwa kumuona popote? Yaani nimechanganyikiwa. Sijui hata nifanyeje.
sawa, unaweza ukanisindikiza? Basi sawa, sikutani pale maeneo ya KB ba. Haya, poa. Vipi? Mbona mmenifuata nyumbani badala ya ofisini? Tumepita ofisini tumekuta hamna mtu. Ndio maana tumekuja huku. Karibuni. Samahani mwenyekiti. Kama wiki moja hivi iliyopita nilimpokea mdogo wangu kutoka kijijini. Nikawa naishi naye nyumbani kwangu. Lakini ikatokea sitofahamu akagombana na shemeji yake. Sikujua chanzo ni nini. Mume wangu akamfukuza nyumbani. Mpaka hii leo sijui yuko wapi. Eza sijui ni mzima au amefariki. Sijui chochote. Pole sana kwa changamoto. Lakini nataka nikwambie tu kitu kimoja. Wewe pia una makosa. Mimi wananchi mna kawaida moja. Siku zote huwa mnaikumbuka serikali baada ya kupata matatizo. Lakini mkiwa mnaishi kwa raha mustarehe, hamjui kama kuna vyombo vya dola, kuna serikali. Kifupi mnafahamu fika kama mimi ni mwenyekiti. Na taratibu zote zinajulikana, ziko wazi. Mtu anapohamia kwenye mtaa wangu akiwa ni mgeni, anapaswa kuja kutambulishwa ili mwenyekiti aweze kumtambua. Nijue ni watu wangapi katika mtaa wangu wanaishi. Basi hata kama umeshindwa kwangu, kuna wajumbe wa nyumba 10. Mtu ajitambulishe hapo ili kikitokea chochote tujue jinsi gani ya kuweza kumsaidia. Sasa angalia. Mtu amepotea ndio unakuja kuniambia ndugu yangu amepotea. Je, asingepotea maana yake nisingewaona nyinyi hapa. Si ndio? Mwenyekiti, samahani kwa hilo. Maana nilipanga kama siku mfano kama siku ya leo ndio nije. Na hiyo siku ndio alipopotea. Ila nilikuwa na mpango wa kuja kukuona. Tuachane na hayo. Mimi nimekusamehe. Japokuwa ulishasema kwamba amekaa wiki nzima hapa. Sawa? Na nitajaribu kukusaidia ili aweze kupatikana. Kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mtaa wangu. Na huu mtaa wangu hauna desturi ya kupotea watu kabisa. Hata swala la wizi, vibaka, ukabaji tumeshalikomesha kitambo sana. Nafikiri mtaa wangu ni mtaa wa amani kama unavyoitwa amani. Sasa cha kufanya, nahitaji usaidizi kutoka kwako. Nipate majina yake, umri, pamoja na picha yake niweze kumjua huyu mtu yupo vipi. Leta simu. Mwenyekiti, bahati mbaya simu imezima. Unaona sasa?
Inaonekana kama mko serious na issue. Sio kweli mwenyekiti. Anyway, tusipoteze muda hapa. Mimi nendeni nyumbani. Mkishapata taarifa za kutosha kuhusu yeye, basi njooni pale ofisini, sawa? Tuko pamoja. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Akili nawaza mapenzi, moyo unagoma, sitaki kurudia enzi. Unafanyaje sasa dadangu? Yaani hata sijui nifanyaje. Nimechanganyikiwa kabisa. Mwenyekiti naye ndo kanivuruga kabisa. Yaani badala nisaidie ndo kwanza ananiuliza maswali ya ajabu ajabu. Pole sana dadangu. Ila usi wakati wa kujilaumu. Ni wakati wa kutafuta solution ili ujue unampataje mdogo wako. Nitajitahidi kupambana kwa hali na mali nimpate mdogo wangu, hata kama mwenyekiti kakataa kunisaidia. Yes, serikali. Hamna shida. Kamata hii. Ya nini sasa sister? Hapana, asante. Umepoteza muda wako, umenisindikiza, tumekuwa pamoja. Yaani unanifanya nafarijika sana. Hapana, kuwa na amani. Mimi nilifanya tu vile kukusaidia wewe. Basi tuende lazima. Hapana, mimi naenda kuonana na boyfriend wangu. Kwa hiyo tutawasiliana. Unaenda kwa boyfriend wako? Basi sawa, tutawasiliana zaidi. Kipenzi, basi kuelewe. Hutaki leo niingie ndani. Shida ni nini? Samani, mimi nipata mgeni. Gani? Mbona hujaniambia? Sasa ndo kama yupo mgeni. Ungeniambia kupitia tu simu basi mimi hapa nisije. Huoni ndo kama ndo umenisumbua? Samani sana mpenzi wangu. Ila tu nakuomba twende hata sehemu tulivu ili tukaongee mambo yetu. Ongelea wapi? Mimi nishazoea nikija tunakaa ndani wote wawili, tunaongea, tunafanya yetu. Sasa leo hapana kwa kweli. Hiyo sehemu nyingine mimi siwezi. Ndio maana mwanzo nikaomba sana samani. Fanya basi kwa ajili yako. Kwa ajili yako? Siwezi. Nisamehe sana. Najua kuwa nimekosea. Ila nakuomba sana kwa hilo. Maana hata mgeni mwenyewe anaondoka kesho. Anaondoka? Yeah, nivumilie. Hapana. Kwa mimi, kwa hivyo siwezi. Bado ndo ndugu zangu. Naona leo hivyo imeshindikana basi. Nipeni mbinu ya kuacha nisialili tena. Nipeni mbinu ya kuacha kulia mkiachwa hamli. Nipeni mbinu ya kuacha kulia. Na mimi kaniambia nisubiri hapa. Hivi tunaona biashara dada. Na haturuhusu watu hapo wakae. Sasa sijajua wewe una elimu gani. Lakini mimi nimezungumza na bosi wako. Lakini watu wote ambao wanakuaga na dinao mimi wananiambia wewe mbona sina taarifa zako? Afu dada, mbona unielewi? Mimi bosi wako nimempigia simu. Ndio maana nimekuja ninamsubiri hapa. Ingekuwa sio hivyo nisingekuja tu kukaa sehemu ambayo sio ijua. Sawa basi ungeenda kumsubiri sehemu nyingine. Hii sehemu hapa haturuhusu watu kukaa. Namsubiri anakuja. Akija nitaondoka. No. Haya endelea kumsubiri. Vipi shemeji yangu Priscilla? Naona umenipigia simu na simu yako imenishtua sana. Nimeamua niache kazi zangu nilizokuwa nazifanya nije kukusikiliza. Najua unafahamu Chazi alipo. Naomba uniambie Chazi yuko wapi?
Chazi? Chazi ni mume wako. Wewe unakuja kuniuliza tena Chazi mimi. Hiyo ndio inahusiana na nini yani? Wewe rafiki yako wa karibu, naomba uniambie Chazi yuko wapi? Kaondoka na pesa zangu na gari yangu. Nampigia simu zangu apokee. Naomba uniambie Chazi yuko wapi, la sivyo mtaniona mimi mbaya. Wewe na rafiki yako kipenzi. Kiukweli shemeji, mimi sifahamu rafiki yangu alipo. Na nina siku 2-3 hivi sikumuona. Hivyo tu nikwambie mimi sijui Chazi alipo na sifahamu Chazi kaenda wapi. Kwa mnanifanya mimi taira, mnanifanya mimi mpuzi. Mmefanya njama za kuniibia. Mkaona haitoshi ukamtorosha rafiki yako. Sasa hivi unajifanya kwamba hujui Chazi yuko wapi. Unaniona mimi punguani, si ndio? Mimi taira nimetoka huko kote na kuuliza Chazi yuko wapi, unanijibu vitu ambavyo havieleweki. Unamchukulia poa si ndio? Sasa nakwambia kitu. Mpigie rafiki yako. Mwambie arudishe vitu vangu. La sivyo mtakuja nitakusoka ndani na utataja rafiki yako yuko wapi. Cha kwanza shemeji, punguza jazba na pressure ili tuweze kujua ni wapi Chazi alipo. Hivyo unavyoongea kwa hasira haiwezi kusaidia kitu chochote. Mimi ninachokuomba shemeji, tukae chini tudiscuss ni namna gani tunaweza tukampata Chazi arejeshe mali zako alizoiba. Sasa mwambie rafiki yako asiporudisha fedha zangu na gari yangu, wote nitakuja nitawasuka ndani. Sijui unanielewa? Si ujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, na ikapata chaguo. Ameshatupa funguo, yupo ng'ambo, ameshavunja upendo. Labda si riziki mapenzi, ndo maana ananitesa. Si apati mapenzi kila mie napopenda. Barabara ya mapenzi ndo inanitesa. Akili nawaza mapenzi.
Mdogo wangu. Karibu sana mdogo wangu. Asante. Karibu sana. Asante. Madam, mbona nakutafuta upatikane kwenye simu? Simu yangu imezima chaji. Hata hivyo sikuwepo. Nilitoka nilienda kwa mwenyekiti kumwelezea kuwa mdogo wangu kapotea. Lakini na yeye kanichanganya kabisa, yani kanivuruga. Lakini usijali, nitampata tu mdogo wangu. Pole sana madam. Asante. Okay. Tuachane nayo. Mimi kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Kuhusu ule mkopo. Maana taarifa nilizozipata kwamba benki itakuja itaifishe kila kitu kwenye kampuni. Mimi hata sielewi hapa tunafanyaje, tunaanzia hapo tunaishia wapi. Yaani nimechanganyikiwa kabisa. Yaani hata sijui nifanyeje. Hivyo ninavyoongea hapa, Chazi kanikimbia asubuhi. Kaondoka na kila kitu, hadi gari. Nampigia simu zake, anakata tu. Ameona haitoshi, ameona azime simu kabisa. Nimevurugwa ukweli. Ila Dapi, mimi nilikwambia huyo Shemchazi huyo sio mtu mzuri kwako. Aya, sasa ona, kakimbia na kila kitu. Maana hata zile hela alizochukua Chazi kidogo zingetusaidia hata kwenda kupunguza ule mkopo. Madam, inapaswa ujipende wewe kabla ya kumpenda mtu mwingine. Pia inapaswa kujijali kwanza wewe kabla ya kumjali mwanaume. Alafu mwisho, inapaswa ujifikirie wewe na maisha yako kwanza kabla ya kumfikiria mwanaume yoyote yule. Ina maana unamwamini sana Shemchazi, si ndio? Mdogo wangu, kitu ambacho natakiwa utambue, yule ni mume wangu. Tena ni mume wangu wa ndoa. Kwa hiyo ni lazima nimwamini. Na isitoshe, fedha ambayo tuliokopa ni kwa ajili tufanyie biashara. Kuna kiasi nampa cha biashara na kiasi kingine kinachobakia ni cha kwangu mimi mwenyewe, nafanyia mambo yangu mwenyewe. Kwa hiyo kuhusu hilo, ondoa shaka. Hata kama dada, lakini hao wanaume sote wa kuamini sana. Uwaga anabadilika. Na tena anapobadilika anabadilika vibaya. Kwa hiyo mimi ninachokuomba hapo, kuwa makini. Ila sina maana mbaya. Sofia bana. Bana, hebu ondoa shaka kuhusu hilo. Ulikuwa sahihi mdogo wangu. Lakini usijali. Nitajua jinsi gani ya kufanya. Sawa. Ya, pole sana madam. Si ujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho, na ikapata chaguo. Pole sana kijana. Asante sana. Inabidi ushukuru sana Mungu, tulikuwa na spidi kubwa sana. La sivyo, sasa hivi tungekuwa tunazungumza mengine hapa. Kabisa, Mungu ni mkubwa. Hali yangu ingekuwa mbaya zaidi kama sio kupoteza maisha. Usijali. Ila nikupe angalizo. Wakati mwingine unapohitaji kuvuka barabara lazima uangalie kulia na kushoto. Then ndo unavuka barabara. Maana sasa hivi mjini magari ni mengi sana. Ndio. Hata hivyo nimekuwa tu kuna vitu nilikuwa nawaza. Ndio maana nikawa natembea sielewi naenda wapi. Nikakosa hata makini, lakini nimekuelewa. Nitakuwa makini zaidi. Sasa basi, hicho kiasi nilichokupatia, endapo hali yako itabadilika, utanunua dawa kwa ajili ya kutuliza maumivu. Asante sana, maana
wewe ni zaidi ya mtu mwema. Sijui ni kushukuru vipi, ila nashukuru sana. Sawa, mimi nikutakia kila la heri, lakini kabla hujaenda nafikiri ningepata mawasiliano yako kwa ajili ya kuweza, kama kutoka kuna tofauti kidogo tutaongea. Samani, hata simu yenyewe sina. Wewe una simu? Ndio. Ni story ndefu kidogo. Ni story ndefu. Yaani kijana wa ulimwengu sasa hivi ana simu? Sasa pambana sana upate simu. Anyway, madam nione nimeshapafahamu ni hapa. Kama itatokea tatizo lolote ama kesi yoyote na utahitaji msaada wangu mimi, basi nakukaribisha sana. Asante sana. Nashukuru. Yanakutoa machozi. Kiko wapi kitanzi? Kuna muda naanza, labda nijitoe wai, tuache enjoy. Akili nawaza mapenzi, moyo unagoma, sitaki kurudia enzi. Nipeni mbinu ya kuacha kusialili tena. Nipeni mbinu ya kuacha kulia mkiachwa hamli. Nipeni mbinu ya kuacha. Vipi dada? Samani, nimechelewa. Mbona umekaa nje hapa? Naangalia vitu vipi? Mbona hivi? Hapa nilipata ajali. Kuna mtu alinigonga njiani. Ndio maana niona niko hivi. Pole sana. Asante. Pia nilikuwa na ombi. Jambo gani? Yule alinigonga na gari, kuna kiasi cha pesa amenipa. Hivyo nilitaka nitumie kama nauli nirudi kijijini. Maana Dar es Salaam mimi pamenishinda. Bora niende kijijini nikahangaike na mama yangu, nimtafutie hata madawa kwa ya kuchimba. Atakaa sawa tu. Okay, kama umeamua. Sawa, lakini nashukuru sana brother kwa kila jambo ulilonisaidia. Maana umeplay kama ndugu yangu. Yaani umezidi hata upendo wa dada yangu. Wewe umekuwa ni mtu mwema kwenye maisha yangu. Mimi naweza nikasema asante sana. Usijali, binadamu kusaidia. Basi sawa. Msiopewa kumbe nyinyi, yanauma mapenzi. Aka hayana jemedari, mwanajeshi wala polisi. Nini kinaendelea? Mbona sielewi? Huwezi kuamini, Chazi kamtapeli mke wake mali zake, na kitu kinachoniwazisha zaidi, yule mwanamke ananishtumu mpaka mimi, kwa sababu nilikuwa ni rafiki yake sana na Chazi. Sasa wewe unahusika vipi kwenye mchongo huo Jeff? Kwa kweli mimi sihusiki na chochote na hii taarifa sijui. Kama mke wake hivi ndo amekuja hapa kaleta Chazi, nadhani hicho ndio kinachoniwazisha sana. Sasa kama wewe uhusiki bosi wangu, wewe unachowaza nini? Ninachokiwaza mimi ni kwamba tutakapoanza kupelekana polisi, sijui mahakamani, yani naona kwangu ni kama tunapotezana muda, kwa sababu mimi mwenyewe na vitu vyangu vya kufanya. Sasa bosi, tutaki kuonyesha uongo. Mwanamke kama yule anakuja na kupanikisha hapo kweli bosi wangu? Akija akuletea ile yani. Asipande kichwa. Nimepigiwa simu bandarini kwamba spare zimeshafika. Hivyo inabidi nikazifuate. Cha kukusisitiza pia, naomba uwe makini sana hapa ofisini, kwa sababu watu wanaiba sana spare, kwa sababu magari yamekuwa ni dili sasa hivi. Sawa bosi, nakuelewa. Hivyo uwe makini. Siujuti moyo wangu kupenda, sio mbaya. Nachojuta kila mie nikipenda, ndo
unapoachwa. Aliyesema chagua kwa macho na ikapata chaguo, ameshatupa funguo, yupo Priscilla. Wewe shida nini? Mbona leo hivi alafu shida nini bwana? Una shida gani wewe? Kwani nini? Priscilla. Niache. Shida sio kuniacha, yani ili vipi ndio tumaliza wewe na bia mpaka umelewa kiasi hiki. Shida nini? Yani una shida gani ambayo kupelekea mpaka wewe leo hivi? Wewe kwanza mimi wa kwanza nakuhusu nini? Shida sio kunihusu. Shida ni kwamba wewe huwezi kulewa hivi mazingira kama haya. Na muda huu huko unalewa. Hizi bia zote umekunywa mpaka umekupelekea na wewe mpaka kiasi hiki. Unafikia hali hii kweli? Priscilla. Kwanza ndio sitaki kuona kabisa. Mimi na stress zangu na enjoy na unanisumbua sumbua. Unajua mimi naanza leo. Hicho sio mawazo. Na hata kama ikawa mawazo, hizi pombe hizi bia zote unazokunywa hizi sio sababu ya kupoza mawazo yako. Hayo mawazo yapo. Hata kama ukanywa leo, ukanywa kesho, ukanywa kesho kutwa. Yaani hizi pombe zote ukinywa hauwezi kumaliza mawazo yako. Bana hebu niache nenda kuniache. Nitaita security. Hebu acha. Wewe niache. Acha Priscilla. Hebu acha. So hebu acha. Hebu ondoka. Wewe, hebu acha kwanza. Hebu. Mimi wewe niache mimi. Hebu ondoka. Wewe niache. Wewe, kama usisumbue, ondoka. Niache bana mimi. Yasikieni mapenzi, msiombea wakumbe nyinyi, yanauma mapenzi. Aka hayana jemedari, mwanajeshi wala polisi, yakiamua mapenzi yanakutoa machozi. Kiko wapi kitanzi? Kuna muda naza, labda nijitoe wai, tuache enjoy, akili nawaza mapenzi, moyo unagoma, sitaki kurudia enzi. Nipeni mbinu ya kuacha nisialili tena, nipeni mbinu ya kuacha kulia mkiachwa hamli, nipeni mbinu ya kuacha kulia. Nipeni mbinu ya kuacha kulia, sialilie tena.